michezo, ndio tuzungumze yale ya kimichezo Dawa Sports pamoja na hashtag. Tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha na yale ya kimichezo. Niko na mwenzangu bwana Nikoi Kisugu. Jana tumeona mchezo wa ligi kuu Tanzania. Simba sasa wamefungua pazia rasmi la ligi kuu Tanzania bara. Kikosi tumekiona na mwalimu mpya tumeona na mbinu zake tumekiona. Ni kitu gani ambacho kimemotivation kwenye mechi ya jana? Kwanza kuna namna ambavyo timu imekwenda kupata matokeo. Ni jambo ambalo surprise sana kwangu. Kwa sababu kwa namna ambavyo matukio ambapo hapo kati yalivyotokea, kimsingi lazima niseme kama shabiki nilikuwa nakwenda nazungumza kwamba tutapata matokeo, lakini kiwasilia kuna muda mwingine nilikuwa naangalia katika pigo ambalo lilitokea, nilikuwa naamini kwamba mechi haitakuwa nzuri. Lakini kwa namna ambavyo nimekwenda kushuhudia, nimeona mechi nzuri, nimeona mechi iliyokuwa bora, nimeona mechi ambayo ilikuwa na ushindani mkubwa. Otherwise yote kwa yote timu imepata point 3, imekuwa jambo jema sana. Sababu unapokwenda kwanza katika ligi ya NBC, kikubwa unaanzaje kwenye ligi? Maana yake tumekwenda kupata ushindi wa goli 3, tumekwenda kupata na point 3, kwetu kwa imekuwa jambo jema zaidi. Lakini kikubwa niwapongeze sana technical bench chini ya Suleiman Matola. Mimi na imani kwamba walifanya kazi kubwa. Sio kazi ya kufundisha rasha, kazi ya kuwajenga wachezaji wa Simba psychology kuonana namna ambavyo tukio lilotokea. Unajua jambo ambalo lilotokea kwenye Simba kwenye mfano, lakini nieleweke vizuri. Ni sawa baba umefiwa na mwanao ghafla. Ni sawa sawa umefiwa labda na mke ghafla. Jambo lilotokea kwa mwalimu wetu Fadlu Davis kwenda kuiacha timu ghafla ni jambo ambalo wachezaji wa Simba lazima kuna muda walijisikia unyonge. Kuna baadhi ya wachezaji wa Simba tunaamini mwaka huu 100% usajili wa Simba, mwalimu wa Simba Fadlu Davis ndio aliofanya usajili. Kwa hiyo mchezaji ambaye anaamini kwamba mwalimu aliyenisajili ndio atakayeniongoza, ghafla naambiwa mwalimu aliyekusajili hutokuwa naye tena msimu wa mwaka huu. Kwa hiyo psychology ya wachezaji lazima iteteleke. Kwa hiyo nachomfutivia Suleiman Matola kwenda kuwatengeneza wachezaji vizuri psychology, kuja kupambana kuona namna ambavyo tunapata point 3, kwangu ilikuwa surprise kubwa. Nampongeza sana Suleiman Matola pamoja na Ahmed Morocco. Lakini ukirudi kwenye mechi ilikuwa nzuri. Mechi ilikuwa na upinzani mkubwa. Na mechi ya jana imekwenda kutoa taswira halisi ya ligi NBC mwaka huu. Juzi nilikuwa nafuatilia mechi nyuma mwiko zidi ya Pamba Jiji. Lakini baada ile mechi nikaenda kufuatilia mechi ya Azam Football Club zidi ya Mbeya City. Ukifuatilia toka ligi NBC ianze mpaka jana mechi ambayo Simba anakwenda kucheza inatoa taswira halisi ya ligi NBC mwaka huu itakuwa na ushindani kubwa. Kwa hiyo sisi kama Simba tuchukue nafasi. Niwaombe sana mashabiki wa Simba, tunahitaji kufanya maandalizi halisi kuona namna ambavyo tunakwenda kutoa ubingwa wa ligi NBC. Kwa jana tumepata matokeo, nimefurahi, lakini kilichonifurahisha zaidi kuona Black Lion anafunga goli. Lakini ukiachia Black Lion kwenda kufunga goli kwa maana yake Johnson Soa, lakini tumeona beki bora ambaye mimi namtegemea kuwa beki bora kwenye ligi ya NBC mwaka huu, Rushani Derrick anakwenda anafunga goli. Lakini kilichonifurahisha zaidi kingine kuona namna ambavyo Jan Chazi ya Hua anaendeleza mwendelezo wake mwaka jana alipoishia. Unapokwenda kuuliza kwenye ligi ya mwaka jana, maana yake mfungaji bora lazima mzungumzie Jan Chazi ya Hua. Kwa hiyo leo tunapokwenda kwenye mechi ya kwanza kuona hiyo mechi ana assist, kuona hiyo mechi anakwenda anafunga goli, maana yake anakwenda na mwendelezo ambao mwaka jana alifanyaje? Alikoishia. Mimi naamini kwamba tunakwenda kucheza ligi ngumu kama nilivyosema, lakini kikubwa naombe mashabiki wa Simba tuendelee kuunga mkono timu yetu ili kuona namna ambavyo tunakwenda kupata matokeo kila mechi. Nikoi, ni sahihi sasa kuamini makocha wazawa wanaweza kutufikisha mbali kwenye klabu ya ligi kuu Tanzania bara? Yes. Ni sahihi. Lakini sisi madaraka tumewapa viongozi wao kwa mitazamo yao, ndio wanaweza kuona namna ambavyo mwalimu gani kwa sasa anaweza kufaa kufundisha Simba Sports. Lakini mimi binafsi kama Kisugu ukiniuliza, sina mashaka na makocha wazawa. Naamini tuna makocha bora wana uwezo mkubwa wa kufundisha timu zetu. Leo hii nikupe mfano mdogo sana. Tumeleta sana makocha wa kigeni katika national team hatukufanikiwa. Lakini national team tunamkabidhi mzawa Ahmed Morocco, amepeka timu AFCON 2025 Morocco. Tumemaliza mashindano ya CHAN juzi. Yale mashindano hatukupigiwa kula.
Tumekwenda kwa uwezo wetu. Mashindano ambayo tumewakabidhi makocha wageni zaidi ya mara 5 mara 6 tumeshinda qualify. Kwa hiyo maana yake Ahmed Morocco anakwenda kutuonyesha Watanzania kwamba mkituamini tuna uwezo mkubwa wa kufanya kazi. Leo hii Simba tunajidai moja katika vilabu bora barani Afrika ni Simba Sports. Mwaka jana tumecheza fainali ya shirikisho barani Afrika. Lakini kwa historia mwaka jana ni mara ya pili. Mara ya kwanza tulicheza 1993. Lakini kocha akiwa mzao wa Abdalla King Kibade. Kwa hiyo mimi binafsi ukiniuliza kocha wazao na imani nao na naamini wana uwezo mkubwa. Kikubwa ni kuamini. Tukiendelea kuamini makocha wazawa na tukawapa facility zote ambazo wengine wanazopewa wageni wakija, mimi naamini wana uwezo mkubwa kutuongoza. Lakini jukumu la nani anakuwa kocha kwenye timu bado inabaki kwenye management ya timu. Yes. Kama wewe kama mshabiki wa klabu ya Simba, tumeona kuna baadhi CV zimekuja zaidi ya 200 kama alivyosema Magori ndani ya klabu ya Simba kwenda kuomba kazi kutafuta kocha mpya. Magori, ni sahihi kwa klabu ya Simba kufanya kumwacha Ahmed Morocco kuinua kikosi mpaka hatua ya mwisho ligi kuu Tanzania bara? Dunia inajua, Afrika inajua, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inajua kwamba Ahmed Morocco ndio kocha timu ya taifa ya Tanzania. Kwa leo Simba tukiamua kama ulivyosema ya kuweza kumpa madaraka ya moja kwa moja kuifundisha Simba, basi amini tunakwenda kuwadhulumu wa Tanzania. Kwa sababu leo taifa lenye watu zaidi ya milioni 60 katika upande wa football anayetuongoza ni Ahmed Morocco. Kwa leo tukiamua kufanya maamuzi ya kwenda kumchukua, maana yake tutakuwa tumekwenda kukata kiu ya Watanzania. Mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi ya klabu ya Simba amezungumza, mzee wetu Clatous Magoli, kwamba tumechukua au tumemchukua Morocco kwa kocha wa muda. Na mimi naamini leo Jumaa ngapi? Mpaka Ijumaa inayokuja Simba Sports tayari wameshatangaza mwalimu mkuu ambaye atakayeongoza Simba Sports. Napongeza sana mwenyekiti wa crew na mwenyekiti wa bodi ya klabu ya Simba. Nampongeza sana makamu mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi wa klabu ya Simba. Na wapongeza sana wajumbe wa bodi ya klabu ya Simba. Ina watu makini. Wana Simba tutulie, tuendelee kuwaamini, mimi naamini wapo kwa ajili yetu. Yako maswali mengi wanajiuliza, lakini sasa hivi wana Simba tusifocus kwa kocha. Tufocus namna ambavyo tusimame kwenye dua na sara. Tuna mechi ya Jumapili ambayo na Gabaro katika uwanja Benjamin Mkapa, mechi ya klabu bingwa barani Afrika. Tukimaliza mechi hiyo ya klabu bingwa barani Afrika kwa ratiba ya football ya dunia, tunakwenda kwenye break kwa maana ya mapumziko, tunapisha kalenda ya nini? Ya FIFA. Kwa hiyo tunapata muda mrefu wa kuendelea kuitengeneza timu. Mimi naamini kipindi ambacho muda huu mrefu wa mapumziko utakaopata, Simba ndio muda ambao utakaotumia kumtangaza mwalimu mpya, na mwalimu mpya ndio muda ambao utakaotumia kuitrain timu yake. Simba na watu wewe. Bwana Nikoi, wengi